Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kipenzi chetu Mtume Muhammad, ndugu zangu Waislamu, mada yangu inazungumzia elimu ya dini ya Kiislamu. Je, inafaa kwenda kusoma kwa mwalimu yoyote? Hiyo ndiyo mada yangu ya leo. Hapana, haifai kwenda kusoma kwa mwalimu yoyote. Nitaeleza sifa za mwalimu anayefaa na asiyefaa kusomesha. Mwalimu anayefaa ana sifa 6. Sifa ya kwanza, mwalimu awe mjuzi. Sifa ya pili, mwalimu awe mwema. Sifa ya tatu, mwalimu awe na tauhidi na kufuata suna za Mtume Muhammad. Sifa ya 4, mwalimu awe na tabia nzuri. Sifa ya 5, mwalimu awe na historia nzuri. Sifa ya 6, mwalimu awe na jitihada katika kueneza elimu ya dini. Hizo ndio sifa za mwalimu anayofaa. Nitazielezea sifa ambazo za mwalimu asiyefaa kusomesha. Sifa za mwalimu asiyefaa kusomesha ni 4. Sifa ya kwanza, mwalimu asiyekuwa na hekima hafai kusomesha. Sifa ya pili, mwalimu muongo hafai kusomesha. Sifa ya tatu, mwalimu mzushi. Sifa ya 4, mwalimu mvivu. Huyo mwalimu hafai kusomesha na usimpeleke mtoto wako kwenda kusoma. Kwa nini tumemchagua mwalimu sahihi? Mwalimu sahihi ni bora kwa malezi ya watoto wetu. Wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.